Watu wengi sana kwenye ulimwengu wa nyama wanamiliki vitu, lakini hawajapata elimu ya kumiliki kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana mtu ananunua kiwanja, anaweka washahidi, anapita haki zote za kiserikali, anapewa title deal, lakini kwenye ulimwengu wa roho kiwanja kile kinakuwa bado kiko kwa mmiliki wa awali, kwa sababu hatujui kwamba nguvu zilizokuwa pale zilikuwa zinatumikia nini. Maana waliokuwa wanakaa kwenye kile kiwanja walienda mbele za miungu, wakafanya kafara, wakachinja ng'ombe, wakachinja mbuzi, wakatambika lile eneo. Tayari kuna madhabahu walioweka. Sasa wewe unayokuja pale, usipokuwa na stability, usipokuwa na ufahamu mzuri wa kumiliki ardhi, ile ardhi inaweza ikawa ni ya kwako kimwili, lakini kiroho bado inamilikiwa na ile miungu ilikuwa inamiliki hapo awali. Kwa maana unaweza ukaita watu kwenye viwanja, watumishi, wakaweka wakfu, lakini kuna cha kutubia ili upate uhalali wa kuvunja ile nguvu ya awali kabla ya wewe kununua. Ndio maana haijalishi ardhi umeachiwa urisi, haijalishi ardhi umenunua, haijalishi ardhi umepewa kama zawadi, lakini lazima uwe na mechanism ya kustruggle against ile nguvu iliyokuwa hapo. Maana hatujui, kwa sababu hizi viwanja, kuna vingine watu wenye hivyo viwanja walizulumiwa alafu wakazikwa hapo hapo. Wenye hivyo viwanja walipiga hicho kiwanja nguo, wakasema hapa kama sio kwangu hakuna mtu atakaa. Ndio maana kuna watu wamepata hasara. Mtu anakuja ananunua nyumba vizuri, kumbe mkataba pale unasema akikaa pale ikishapita miezi 6 atapoteza maisha. Lazima uwe na elimu ya kukomboa ardhi ili uimiliki kiroho. Kwa neema ya Bwana, kesho kwenye live ya saa 9 usiku nitafundisha jinsi ya kumiliki ardhi kiroho. Mungu wa mbinguni awabariki sana.